Bwana, bado tupo na mwendelezo wa taarifa yetu kuhusiana na ubovu wa barabara kwenye eneo la Kihesa, hasa kuanzia Kihesa sokoni hapa mpaka tunakuja kufika kwenye chuo kikuu cha Iringa. Umewasikia wakazi wa eneo lile, lakini pia maafisa usafirishaji kwa maana ya ndugu zetu wa bajaji pamoja na bodaboda wamezungumzia kuhusiana na changamoto ya barabara. Na umejionea hali halisi ilivyo, makorongo ni ya kutosha, barabara imekuwa mbovu kweli kweli. Haina hadhi kwamba barabara hii unaweza kusema inaelekea chuo kikuu cha Iringa, lakini pia barabara hii ipo katikati ya makazi ya watu. Upande wa kushoto kuna wafanyabiashara wanafanya biashara, upande wa kulia pia kuna wafanyabiashara wanafanya biashara. Leo tumempata diwani wa kata ya Kihesa ndugu yetu Kabelege. Tutakwenda kuzungumza naye kuhusiana na hii changamoto ya barabara kwenye kata ya Kihesa, na atatueleza yeye anaitumia barabara hii, na kama anaitumia ni jitihada zipi ambazo zimefanyika kuhakikisha kwamba barabara hii ya Kihesa inakwenda kufanywa marekebisho. Mheshimiwa Diwani, habari asubuhi. Salama kabisa, salama kabisa. Uko salama? Nipo salama. Habari ya Kihesa? Njema kabisa. Hongera kwanza. Asante, nashukuru sana. Nashukuru sana. Bwana, jana tumetembelea kwenye kata ya Kihesa na tumejionea hali halisi ya changamoto ya barabara kwenye eneo lile. Wewe kwanza ni mtumizi wa ile barabara? Ndio, naitumia ile barabara. Kila siku? Kila siku. Na kwenye yale makorongo unapita? Napita. Wakazi wa Kihesa wanatamani kupata majibu sasa hivi, na ni majibu ambayo huenda akaenda kuleta suluhisho la moja kwa moja. Lini barabara ya Kihesa ile kuanzia Kihesa sokoni tunazungumzia mpaka Iringa, chuo kikuu cha Iringa, inakwenda kukarabatiwa kama sio kutengenezwa kabisa? Ndugu zangu, nataka niwaambie wakazi wa Kihesa, barabara ile tayari ninavyozungumza leo hii ina mkandarasi ambaye anaenda kuziba yale matundu yote ambayo yapo pale. Kuziba, nasema kuziba kwa sababu bado hatujaweka bajeti ya kutengeneza rami moja kwa moja. Rami ya moja kwa moja itakuja kuanzia mwezi wa 7, bajeti ya 26-27. Hiyo ndio inakuja kufumua barabara yote kuanzia Kihesa sokoni hadi eneo la Tumaini. Kwa sasa tunaenda kuziba vile viraka, ina maana baada ya wiki 2 zijazo ninapoongea sasa tunaenda kuziba ile barabara. Lakini kwenye masuala ya kuziba, kuweka viraka sio mara ya kwanza. Kwa nini kila mwaka ni kuziba? Bajeti yake ilikuwa hairuhusu. Sasa 26-27 ndio bajeti imeshatengwa kwa ajili ya kuondoa tatizo hilo la eneo la barabara la Kihesa Tumaini kwa maana ya chuo kikuu Iringa. Umetuambia mkandarasi tayari amekwisha kupatikana. Yuko wapi? Yuko site kwa sasa hivi ama yupo site nyingine? Yupo site nyingine ambayo eneo la mkuu wa wilaya Mawerewere. Kule ndiko ambako anafanya ile kazi, akishamaliza anakuja kuanza kazi huko. Wewe unatuhakikishia kwamba baada ya wiki 2 tunakwenda kushuhudia vilaka vimewekwa pale, sio marekebisho kwa maana ya kuifumua barabara yote? Kwanza tuombe Mungu. Tumuombe Mungu akamalize ile kazi kwa muda ambao wametuambia watu wa TARURA, wakamalize kwa wakati. Hakuna mtu anayependa ile barabara isitengenezwe. Kiukweli mimi naumia sana. Hata gari yangu sasa hivi imeshaharibika kwa sababu ya mashimo yaliyopo pale. Nimehakikishiwa kwamba baada ya wiki 2 inakuja kuanza. Kama kuna changamoto nyingine ni mambo ya Mungu ambayo mimi siyajui. Asante. Msikilizaji na mtazamaji wa Nuru Digital, huyu ni diwani wa kata ya Kihesa na ameweza kutueleza kuhusiana na changamoto ya barabara, lakini pia mpango mkakati uliopo wa serikali wa kuhakikisha kwamba barabara ile inakwenda kuwekwa vilaka, lakini bajeti ya 2026-2027 ndio ambayo itakwenda kufumua barabara yote kutoka Kihesa sokoni kuelekea chuo kikuu cha Iringa. Swali langu la mwisho, wakati sasa hivi nakwenda kwenye matengenezo kwa maana ya kuweka vilaka, wewe toka umeingia msimu wa mvua ulikuwa bado, changamoto ilikuwa nini kwenye kuziba kabla ya msimu wa mvua haujaingia sasa hivi, ambao tumekuja kuleta changamoto kubwa zaidi? Nishukuru kwa swali nzuri. Kwanza wakati nimeingia bado kuna taratibu za kuja kuapishwa. Taratibu za nini? Tumeanza vikao vya budget ya kipindi hiki. Maana yake tumekuja kuipatisha juzi mwezi wa 2. Kwa maana hiyo nilikuwa sijafanya kwa sababu budget yake ilikuwa bado. Sasa tumeshaipitisha ile budget, ndio maana nimekwambia mkandarasi yupo kwa sababu budget tayari. Ndio. Changamoto mpaka sasa hapa ambayo naiona ni swala la mkandarasi kupata kazi 2. Ambapo sasa inawezekana hii kazi ya Kihesa haijapewa kipaumbele kama kazi ya eneo la kwa mkuu wa wilaya. Nitakuwa nimekosea nikisema hivyo? Kazi ya kwa mkuu wa wilaya ilikuwa imeshaanza tayari. Ila budget ya Kihesa ilikuwa bado haijaingia. Kwa maana hiyo walichofanya sasa, wakaona wamuongezea kazi yule ambaye anafanya kule kwa mkuu wa wilaya
ili aje aanze kazi huko. Kwa nini aongezewe kazi 2? Umejaribu kuhoji hili diwani? Kwa sababu wananchi wako waliokupigia kura wamekupa mamlaka haya yote, wanahitaji majibu, lakini leo hii mtu amepata kazi 2 huku kazi haijaanza, ambako ndio kwenye changamoto kubwa kuliko sehemu nyingine. Na katika sehemu ambayo nilikuwa mkali kwenye swala hilo, yani nimekuwa mkali sana, nikamwambia jamani, kwa nini tuwape kazi mtu mmoja tunampa kazi 2 3? Haiwezekani. Kwa manispaa kuanzia hilo sasa tunaenda kulikomesha, halitakuwepo tena. Tumeshawaambia watu wa TARURA wahakikishe wanagawa kwa wakandarasi tofauti tofauti, wawape kazi ili kila kazi ziishe kwa wakati. Ndio barabara hii unadhani suluhisho la moja kwa moja ambalo litakuja kupatikana, kwa sababu miongoni mwa kata zenye changamoto kubwa ya barabara ni pamoja na kata ya Kiesa, suluhisho la moja kwa moja ni lipi ambalo uliona unadhani wewe ndani ya kipindi cha miaka hii 5 ambao wananchi wako wamekupatia, kabla hujafanya maamuzi ya kwenda kuomba 5 mingine tena, kwa sababu uende wakaenda kukuadhibu kutokana na changamoto ya barabara? Nataka niwahakikishie naenda kumaliza tatizo la barabara Kiesa kabisa. Miaka 5 hii. Hata waliotoka walisema hivyo hivyo. Ni kwa una nguvu kwa namna gani mheshimiwa diwani? Na kuhakikishia 26 27 barabara ya Tumaini Kiesa Ngome Tumaini tunaenda kumaliza kabisa hilo tatizo. Tunaifumua yote. Nadhani ulikuwepo kwenye baraza letu la madiwani, uliona. Hii ipo kwenye mpango wetu na hiyo ni moja. Lakini pamoja na tunaenda kukomesha kabisa swala la barabara za mafifi na kutakuwa tunaenda kuondoa changamoto zote ambazo zipo. Ndio. Sasa mheshimiwa diwani, mimi nataka nikupe mchongo ndani hizi wiki 2 wakati tunamsubiria mkandarasi aje kumaliza changamoto ya barabara kwa kuweka hivyo vilaka. Barabara ile ina mashimo ya kutosha sana. Unaonaje tukaanza kufanya biashara ya ufugaji wa samaki pale? Tukaamua kutenga kipande cha Kiesa sokoni mpaka hapa transformer tufuge samaki. Kutoka transformer mpaka kule mbele tupande mahindi. Hii ni fursa diwani. Maji hapa ya kutosha pale. Ndugu mtangazaji, nataka niwaambie wewe, kama unataka kuanzisha biashara ya samaki, kaanzishe pale kwako. Ila hii tunaenda kutengeneza barabara. Mimi niamini. Hii fursa. Niamini mimi naenda kutengeneza ile barabara. Ili kama una shida ya samaki basi katengeneza pale kwako, najua una eneo kubwa. Kaweke katengeneze hiyo. Kwa hiyo watumiaji wakazi wa Kiesa wasubiri ndani ya wiki 2, siku 14 tutakuwa na majibu kuhusiana na hii changamoto. Tuombe Mungu kama walivyoniahidi watu wa TARURA, maana nao ni binadamu. Tuombe Mungu litimie hilo jambo. Na mimi napenda iwe hivyo. Sasa baada ya hizi wiki 2 ambazo diwani ametueleza, na ukipiga hesabu hapa diwani ni kama tarehe 20 ya mwezi wa 3 hivi. Tutakupigia simu. Sawa. Tutakuja. Sawa. Ikiwa hivyo bado ndio maana nimemaliza nikasema na watu wa TARURA wameniahidi. Tuombe Mungu litimie hilo. Na mimi napenda litimie. Wakazi wa Kiesa na watumiaji wa barabara hii, kama ambavyo changamoto tumeweza kuiripoti na tumeweza kumtafuta diwani wakati husika, baada ya wiki hizo 2, siku 14 tutarudi tena kwake kwa bwana Kabelege, tumwambie yuko wapi mkandarasi, matengenezo yameanza, au tusubiri wiki nyingine tena 2 kama ambavyo hali yao itakuwa haijakaa vizuri.